Kwa majina naitwa Kevin Mukua Sereti. Jana nimesafiri kutoka kwangu Narok kuleta watoto kwa wazazi nyumbani wasalimie. Nilipofika nikatuma hao wasichana wawili wakimbie waletee wageni wangu nyama wakule jioni. Wakafika Marani, wakakawia kidogo, tukasema tuwafuate na gari yangu. Kuwafuata kufika Marani tukakuta wametoka. Tulipokaa Marani kidogo tukapigiwa simu kwamba mmoja amepiwa nyundo, mwenye ni Esther. Tukasema tutoke tuende tuone ni nini. Kufika akatueleza achapata nini mwenye anaweza muokoa. Tukajipeleka kuuliza ule mama nyama, akatoka na panga na mti moja. Mti niko naye kwa gari. Wakati alitoka na ipanga, wakati anainua anataka kugonga my uncle, huyu mtoto alikimbia kurescue baba yake. Venye amemzuia, ile panga venye aliinua juu, nikachukua mkono yangu ya kulia. Nizuie ile panga, nilikuwa nimshike mkono. Ile panga ikanikonga hapa, ikanikata. Wakati anataka kurudisha, nikaishikilia nimnyanganye, ikanikata pande nyingine. Kutoka hapo ndio tulichukua sheria, tukasema wacha tujipeleke mpaka Nyakongo, tulipoti, tuende hospitali tutibiwe. Mimi nataka haki itendeke sababu hii kitu imekuwa kwa muda, nimesikia hii ugomvi kwa muda mrefu. Nikija nyumbani naambiwa wametusiana, sijui kuna mwingine na hao watoto nasikia wakijipishana vibaya kwa barabara. Jana wakati nilifika Nyakongo nilitumwa Marani, nikashughulikiwa mkono. Hii imeshonwa, ilikuwa ishonwe uzi 5 lakini niko na daktari mwenye tulikuwa naye. Akawaambia washone kwa umbali, nikazonwa uzi 3. Kwa saa hii si yuko mbaya sana. Niko sawa. Na mchana pia alitibiwa, akashughulikiwa, akapewa dawa na akafungwa mahali alikatwa kichwa. Mimi sababu mwenye amenikosea ni anti yangu na ni anko yangu. Ile kitu moja na shataka serikali ichukue hatua. Ishughulike na hiyo maneno badala sisi wenyewe kuchukua hatua mkononi. Tumekutana na yeye asubuhi, ametuita kwa barabara na mzee wa kijiji, tukaongea. Chifu akaniambia nichukue hatua iliyo sahihi, nisichukue hatua mkononi. Tukimaliza hii mzozo kwa serikali ndio tumuite kama chief akuje kurudisha amani kwa hiyo boma. Hiyo mzozo unaendelea kitambo, lakini sasa hii tunataka tufuatilie huyu mzozo. So tuachane na fitina kwa familia. Tuishi kama watu wamoja, boma moja, wa baba moja, wa mama moja, ili tuweze kuendelesha familia zetu. Wifu haitupeleki mali. Ukitaka kuondoa wifu, enda shambani upige shamba kabisa, kesho ufune. Lakini usitake kufuna damu. Tukifuna damu haitatupeleka mali. Tunataka amani irejeshwe kwa ile familia. Ikirejeshwa ndio tuweze kuwa na uaminifu mzuri na uendelevu mzuri kwa hizi familia. Hata hawa watoto kwenda hata shule itakuwa vigumu sana. Pengine sasa mwingine anaweza beba kisu aseme kwa nini huyu ananituki. Hiyo maneno, amani irejeshwe kwa hizi boma. Chifu wako, kazi ya machifu ni gani? Ni kuleta amani kwa hizi familia benya yako. Badala ya kuata watu wanapigana, tuwache hizo kitu. Vile wamesema ilikuwa na imeendelea na wanaiona. Sio kwamba hakuna machiefs wako. Tunataka hii kitu iishe na tusione damu tena ikimwagika wakati mwingine. Niko na shida ya wasichana wangu na mtoto wa sister yangu ambao walipiwa jana. Hii shida imekaa sana kwa sababu kuna msichana wangu mkubwa. Kwa hiyo poma penye walipigana, hii shida ilikuwa ni kama ya ugomvi wa education. Msichana wangu mkubwa alipomaliza shule, kuna kijana wa huyu mzee alitumwa kutoka kwa hiyo familia, akaenda akang'oa makaratasi ya huyu msichana wangu. Huyu msichana wangu alikuwa klasi 6 na huyu kijana mwenye alikuwa ameng'oa makaratasi alikuwa darasa la 7. So mama aka alikuwa anakwatuma makaratasi kuja kwa huyu msichana. Mbona huyu msichana mdogo
anakuwa defeat kwa education. So hiyo shida ikakuwa, wazee wa klani wakaongea, hiyo maneno ikakuwa kama imeisha. Nikaona ni kitu ya watu wa ukoo, wacha tu tuiache maneno, tukuwe watu wamoja katika familia. Lakini sasa ilifikia jana, huyu mtoto wa sister yangu alipotuma, alikuwa na wageni kwangu nyumbani, alileta watoto tukuje kuwasalimia. Amekaa sana kwa muda hajaleta wajukuu kuja kuwasalimia nyumbani. Tukaweka kama kitu kama tipati hivi nyumbani. Chakula ikakosekana kidogo, huyu akatoa pesa akatuma hawa wasichana wangu wawili, huyu Kesare na Esther, wakimbie Marani walete chakula. Walipoenda kurudi, wakapata hao wanawaongojea katika njia ingine bana hivi kwao karibu nyumbani, wakaanza kuwapiga. Nilipofika nikaambiwa watoto wamepigwa huko na msasi mmoja anaitwa Mary Nyabisi. Nikaenda huko kuulizia wapi nyama, ati walinyang'anya hata sisi nyama yote. Tuende tuulizie ni nini kilikuwa. Kufika huko, huyu mama anaitwa Mary akaenda nyumbani kwake na akachukua panga akaanza kupiga. Msoso ni kama wako na maneno ingine ya wifu, yaani kinyongo katika familia. Unajua kama we kijana uko mkubwa kwa familia, umeoa pipi na umezaa watoto, mimi naona chanzo kingine ni kama the way they defeat kwa shule kimasomo.